Bana, mambo vipi mtazamaji wa An TV? Ni wakati mwingine na wasaa mwingine tunakutana katika kipindi chetu cha The Interview. Kama nilivyoahidi, moja ya vitu ambavyo tutafanya ni kufanya interviews kali ambazo zitakurukia hapa kupitia An TV. Na moja ya siku ambayo naweza nikasema tumebahatika kufanya interview. Tumefanya interview na moja ya kijana ambaye sitapenda kumuelezea sana, ila nafikiri atajielezea yeye mwenyewe. Wapo wanaomfahamu ila pia wapo hapo wasiokufahamu, ila natamani wakujue zaidi. Bwana mambo vipi? Kama kawaida vipi? Fresh kabisa bwana. Ukitaka nasemaje? Unyama tu, harakati zinaendelea. Bwana, kama nilivyokuambia mwanzoni, wapo wanaokutazama kupitia An TV, wanatamani sana kukujua na najua wapo wanaokujua. Bwana, wape majina yao. Bwana, mimi kwa jina kamili naitwa Salum, ila kwa jina la usanii au jina la kutafutia ugali wanaita Lilsali. Ni moja ya mtu katika kikundi cha, au tuseme moja ya dancer katika kikundi kinaitwa Church Dancers, ambao ni official dancers wa Tabata Hotel. Bwana, tumemsikia Lilsali official, majina yake kamera yanaitwa Salum. Kwa nafanya interview leo na miongoni mwa madansa. Of course jamani, dancer and kitu cha pili bwana Lilsali, mimi napenda kukuita hivi. Unacheza aina gani ya dance? Dansa kama dansa, mimi nacheza aina zote za dance. Kwa sababu dansa kama dansa utakuwa mchaguzi wa aina za dance. Sababu wewe ni dansa, inabidi namna yoyote utakayokuja kudansi fanye kazi, kwa sababu hii ni kama kazi na ni njia mojawapo ya kutupatia kipato. Kwa hiyo nafanya aina zote za dance. Okay. Kwenye dance hapo umeniambia unafanya aina zote za dance. Kuna aina ngapi za dance? Kwa aina ninazozijua zipo aina nyingi sana. Lakini mimi ninazozijua na ambazo nishawahi kuzifanya na afro, na piano, zipo, kuna kibao kata, kuna zipo nyingi. Ila mimi napendelea sana afrobeat. And ni changamoto zipi ulikutana nazo wakati unaanza dance? Changamoto lazima ukutane nazo kwenye chochote ambacho unataka kukianzisha ili uwe mkubwa au kitu chako kiwe kikubwa na kifanikiwe. Kama binadamu lazima upitie changamoto, sio kwenye dance tu, katika maeneo yoyote. Kwa hiyo mimi kama mimi napatishwa tamaa, kutosapotiwa na familia, marafiki, kuona kwamba wewe hauwezi kufika popote. Lakini mwisho wa siku tunamshukuru Mungu kwamba tumefikia malengo na tunaendelea kupambana. Napenda hiyo bwana Lilsali. And twende kwenye kipengele kingine katika swala zima la mafunzo na ujuzi. Unafanya mazoezi mara ngapi kwa siku? Bwana, kazi ni nyingi na kutoka kupo, lakini najitahidi kwa wiki angalau nifanye mazoezi kwa siku hata 6 au tuseme mara 6 kwa wiki. Wow, I like that. And ulijitunzaje kimwili ili kuepuka majeraha? Mimi huwa mara nyingi nikimaliza mazoezi kwanza napendelea sana kupumzika maeneo ambayo hayatonipa stress na hayatonifanya niwaze mambo mengi yatakayonifanya yanipoteze kwenye reli. Kwa hiyo ni mtu ambaye napenda sana kupumzika sehemu tulivu. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinanifanya pia niweze kutunza mwili wangu. On to the next one. And unafikiri nidhamu ina nafasi gani katika dance? Nidhamu katika dansi ina nafasi kubwa sana. Sababu nidhamu kama nidhamu ninavyoelewa mimi, sio tu katika kuongea au katika kujuana na watu na kuheshimu watu. Nidhamu kama nidhamu, kuna nidhamu katika mazoezi, nidhamu katika kazi, na nidhamu pia kuheshimu wakubwa na wadogo. Kwa hiyo pia ni moja ya sababu ya wewe kutoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Sio dance tu, kwenye kitu chochote. Wow. Nimependa. And twende katika swala zima la ubunifu na uwasilishaji katika kazi zako za dance. Dance ina maana gani kwako binafsi? Dance mimi kwa sasa hivi naweza kusema ni maisha yangu. Sababu mwanzo nilikuwa naichukulia dance tu kama ni kitu cha kawaida kipindi kile naanza, lakini ikafika wakati nikaichukulia kama ajira, kama kazi. Lakini kwa sasa hivi naona dance ni maisha yangu, ni kitu ambacho kinanifanya nakula, navaa, naishi vizuri, najuana na watu, napata connection kubwa, na pia naweza kusaidia watu wangu wa karibu kupitia dance. Kwa hiyo dance ni kama maisha yangu sasa. Sawa. And unataka kuniambia in short dance inakulipa, si ndio? Inalipa sana. Ni majukwaa gani makubwa labda ambao umefanya dancing? Mpaka sasa nilienda
festival, tulifanikiwa kuperform na wasanii baadhi wa Wasafi. Pia tulienda kwenye hizi kampeni hizi za TM, kama unavyojua nchi yetu imetoka kwenye vipindi vya kampeni. Kwa pia tuliweza kujumuika na wasanii wengine kwenye kampeni, na pia Tabata Hotel kama Tabata Hotel ni sehemu ambayo inakaribisha wasanii wengi wakubwa, jukwaa zuri kwa wasanii kujionyesha na sisi madansa kuonekana. Kwa hiyo tumeperform sana kwa sababu ni nyumbani. Wow. Kwa unataka kuniambia Tabata Hotel hata wale wale waliopo chini wanaweza kupata nafasi Tabata Hotel katika swala zima la performance? Mimi naamini katika juhudi, jitihada na nidhamu. Kwa hiyo mtu yoyote ambaye anashikilia sana hivyo vitu anaweza kufika popote. Sio Tabata Hotel, anaweza kufika sehemu yoyote kubwa. Okay. Kwa majukwaa ni mengi, ila sehemu kubwa ambayo umepata experience katika swala lako zima la dancing ni Tabata Hotel. Ndio. Wow, I like that. On to the next one. Ni ujumbe gani unalenga kufikisha kwa Watanzania wako kupitia dancing? Mimi ningependa kwanza kuwashukuru Watanzania na mashabiki zangu wote ambao wanashabikia dance, wanashabikia sanaa. Napenda wanavyotusupport kwa sasa hivi, japo kwa zamani walikuwa hawana support kubwa ile ya kusema wanatuonyesha, lakini kwa sasa hivi naona support kubwa sana. Kwanza napenda kuwashukuru. Cha pili, napenda kuwaambia waendelee kusupport kazi zetu, sababu sisi tupo na tunawategemea sana wao ili sisi tuweze kupata vitu vingi. And hao watu fans ambao wanakusupport, unafikiri au umesema wanakusupport, si ndio? Wanakusupport kwa namna ipi? Support zipo za namna nyingi sana. Kuna sisi kama madansa tunatumia platforms za social media kwa ajili ya kupost kazi zetu ili ziende tuonekane. Na hao wanaotuangalia views ndio hao mashabiki, ndio hao Tanzania, watu wengine wanaotufuatilia. Kwa hiyo ndio support ambayo mimi naiongelea. And unawezaje kuonyesha hisia zako kupitia dance? Kwa sababu ni kitu ambacho nakipenda na ni kitu ambacho nikikifanya napata furaha. Kwa hiyo ni kwa namna moja ama nyingine nikifanya siku yangu inakuwa nzuri kabisa, na imani hata wale wanaoniangalia na wafurahisha, kwa sababu ni kitu ambacho mimi nakipenda na nakifanya kwa imani yote kabisa. Wow, I like that. And katika utamaduni, unafikiri utamaduni una nafasi gani katika swala zima za dance zako? Utamaduni, namna ninavyojua mimi ni kwamba ni namna ambavyo jamii fulani inaishi kulingana na mazingira waliokulia kutoka kwa babu zao huko mpaka kipindi hiki. Tamaduni ni nzuri. Unawashauri nini vijana ambao wako underground ambao wanatamani kufanya dance? Bwana, hii kazi sio rahisi. Kwanza hilo nitakiwa niwaambie, na niwaambie pia kwamba wasikate tamaa, sababu kitu chochote ambacho kitakuletea mafanikio na kitabadilisha maisha yako lazima kiwe na changamoto. Changamoto zinaweza kutokea nyumbani, kwa wazazi, marafiki, jamii. Kaanza kuona tu kwamba kwa sababu watu wengi sana wanachukulia madansa kama watu fulani wauni au vipi. Kwa hiyo ni moja ya changamoto ambazo watakutana nazo. Kwa hiyo natoa shauri cha kwanza, usikate tamaa. Alafu cha pili, nidhamu ni kitu cha muhimu sana, sababu nidhamu ndio inaweza kukufanya wewe mtu yoyote unayemjua na asiyekujua akuheshimu. Iwe mkubwa iwe mdogo, na ndio nidhamu inakufanya wewe kutoka sehemu fulani kwenda sehemu nyingine, kwa sababu watu wanaona kwamba kijana ameelimika, kijana ana nidhamu na pia anajua kudance. Kwa hiyo ni kitu ambacho kitakupush kwa namna moja ama nyingine kipaji chako kukua na kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Wow, I like that. And do you think kila mtu au kila kijana mwenye ari ya kudansi au anayetamani kudansi anaweza akadansi? Sina uhakika na hilo, lakini naamini kwamba kama mtu ana ndoto na kitu na akakipambania anaweza akafanikisha. Ila unaweza mtu kwa unajua kudansi ukafanya kweli dance, lakini hauna ndoto na hicho kitu, unafanya tu kwa ajili ya kujifurahisha hivi, au unafanya tu kwa kipindi hicho kwa sababu uko tu free, sio kitu chako ambacho unakipendelea na unataka kufanikiwa kwenye hicho kitu. Kwa hiyo kama una ndoto nacho, mimi naamini unaweza kufanikiwa. Wow, I like the way you play. And twende kwenye swala zima la mipango, yani mipango yako ya baadaye katika swala zima lako la dancing. Mwanzo umeniambia una dance lakini hujafikia hivyo sehemu ambayo una plan maybe kufikia. And ni unajiona wapi katika miaka 5 ijayo?